Waislamu, usiwapende kumkweli Mola wetu na kufanya jitihada ya kupigana na nyoyo zetu, kujiepusha na matamanio ya nafsi na kujishughulisha ili kujiepusha na balaa za kesho kiyama. Kwa nini? Kuchukua taabu ya muda wa umri mdogo wa ulimwengu utatufikia raha iliyokwisha ya maisha ya akhera, kama ambavyo mdogo ulazimishwa kusubiri kufungua lao sababu ya kutarajiwa ya kuoa ili aone raha baadaye. Na mjueni kuwa dunia si nyumba ya raha, bali bila kulionalo kuwa raha haitimii raha yake mpaka itakamane na shida na mateso. Na mtuambeni kuwa kipandema za Kiislamu za kupendana misi kwa kisi, mkubwa asimtakabalie mdogo na mdogo amjishimu mkubwa, tajiri asimdharau maskini na maskini asimkushukuru tajiri. Na tujue kwa dunia ni nyumba ya mitihani ya namna hii, kama Qur'an yetu ilivyoambia kuwa وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yani tutawaona kwa kuanzia kitu kidogo katika hofu za yote na kufukiwa na mali na nafsi na damu. Basi wape bishara ya Muhammad wale watakao subiri. Na kuomba ni kuambiwa ndani ya Qur'an tukufu tulichoanza kuomba. Kwa nini leo tunaishi ndani ya jamii mali yaliyotukia kwa kilalia kila biashara kwa kuwa biashara yake haina faida. Pesa leo zimekosa thamani mbele ya hili. Kitu ambacho kilichokuwa kifungiwa kwa shilingi 10 tu miaka mitano iliyopita, leo hivi tunafungiwa kwa shilingi 200,000. Leo haya yamefika pamoja na kila aina ya maradhi, kwa sababu amri za Mwenyezi Mungu imesimama. Maana tumeambiwa kwa hikma na sababu ya kuishi hapa duniani ni kama Mwenyezi Mungu Ta'ala alipotuambia kwenye Qur'an kuwa wama kusinna wa kinta illa liya'zun, yani kikuwa majini ya watu ila kwa sababu maana wote ya Mungu Mwenyezi Mungu ametokea ni kama mtihani mazuri na mabaya. Kwa mfano siha na uongo, utajiri na umaskini, zote sifa hizi na nyinginezo ni mtihani mmoja Subhanahu wa Ta'ala tunapoona kwa neema. Je, yule mwenye siha atatumia siha yake kama anavyomwambia Mwenyezi Mungu? Na je, yule mwenye mali atatumia mali yake kwa kutekeleza kila alichowahi juu yake ili amridhishe Mola wake, au kwa kawaida watakwenda kinyume watumie neema hizi mbili kwa mambo aliyozuia Mwenyezi Mungu, ili badala ya kufaidika na neema hizo ikawa ni mateso juu yao na yawaongoza adhabu yetu hapa kwa kufuata nyundo za haki. Na miongoni mwa mambo mema ni Waislamu kusaidiana kwenye vikwazo kama tunavyoambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu lil-muslimi kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha, yani Islamu kwa Islamu ni kama leo kila kitu kukipa Mungu kiwe kingine ili kushirikiana upya.
فبنفسه تكون كذا إن الإسلام على الإنسان والإسلام المسلم إذا توجد بين السنجية بين يده ونزيده إذا يقول رسول الإسلام إذا يمكن أن يكون فالإسلام تتطور apa kunjungan Nabi Muhammad Allah kusyuki na mambo na hawa za nafsi na shetani tuendelee ukibadilika patina kufuata watukuwajibu ili tusiwe na dunia na akhera na tupate usaha bora tusihaki kuifuata na kutibaa kuifuata wala jahili silawa kufuata يعني القرآن الكريم ونقول على قول النبي نقول من حاجة من حاجات نقول من أمر رجال الكتاب والقوم بالجماعات نقول وفلسطين أفغانستان كشمير صومال العراق ليبيا باكستان سوريا فيجي نقول وفلسطين نقول بالكثير من المدينة ذات الكتاب ذات ويملك ويملك ما يكون جواره من المدينة أمامه أدور الإسلام وتواني المشاعر يا ربنا رسفات ورجل والقوة بين الله يرسل الإسلام الفقير من سبودية الناس فاتح الحق يا رب القوة والقيام نبغى نقوم بتكوين فقول ما يقول جريء الجيل وحريق قال السلم أبدني السلام السلم وأنا أعرف قبولك وكبره نعرف السلام السلم نقول ما يجب قولك نما يراد بين يدم الإسلام نقول يا رجال الإسلام ونرجع عليه الإسلام فوجه بالآن نقشبان يريد النصوص من الإسلام نقول يا رب والبعض والمتابعين أفكار من يمسكنا هو جانبه يا الله وبذلك الموت فتقوم الإسلام وبالإيمان يا رب وبذلك الإسلام نقول نقول ولمسوسين وقومنا فتوى الإسلام نقول يا رب اللهم كن لنا نعلم ويقولون يا رب وكملنا